akijitakasa na kujitenga na hao ambao Mtume Paulo alikuwa anamwambia Timotheo. Haleluya. Kwa anamwambia haleluya. Lakini jueni kwamba kwa nyakati za mwisho kutakuwa na nyakati ngumu sana. Watu watakuwa wanajipenda, watu watakuwa hawatii, watakuwa hawaheshimu baba na mama yao, watakuwa na sura ya utaua, lakini ndani yao wakiwa wanakataa uhalisia. Watu kama hao anamwambia Mtume Paulo Timotheo, unafanya nini? Unawapea kisogo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sisi tunaona kwamba na katika nyumba ya tajiri havimo vyombo vya dhahabu na fedha peke yake, bali na za miti na za udongo. Vingine vinapewa heshima, vingine havipewi heshima. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukitaka kujua mtu ni msafi, endana kwa choo yake. Kama ni choo ya nyumba, haleluya, ndio utakuwa unaona mambo mengi sana hapa. Amen, amen. Kwa sababu choo ya ndani ya nyumba ikiwa chafu, harufu inajaa katika hiyo nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Ukiingia kwa hiyo choo unapata kuna manukato na marashirashi mbalimbali ambayo yanapulizwa ndani ya choo. Utapata kuna sabuni mbalimbali ambazo zinatumika kwa kusugua choo. Unapata maji ya ndani ya choo ni masafi kabisa. Tuko pamoja? Haleluya. Lakini kile kisugulisho, kile kitu unachotumia kwa kusugua choo, siku moja mgeni akuje aipate juu ya meza, ataanza na kufanya nini? Na kweli hataweza kukaa pahali ambapo kitu cha kusugua choo kinakaa mezani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hicho ni kitu cha chooni. Hapa ndani ya kanisa tunatumia kifagio kufagia. Bwana Yesu asifiwe. So siku moja tupata kifagio kiko wapi? Hapo kwa madhabahu. Tutaona ni uchafu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hapo kwa madhabahu kitu kimekubalika ni Biblia na maji. Bwana Yesu asifiwe. Maji kama yamepatikana ni sawa, lakini vile vitu vyote ambavyo vinatumika kufanya usafi katika nyumba ya Bwana on Sunday hatutarajii kuvipata wapi? Kwa meza ama kwa madhabahu, na ndicho kimefanyika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kitambaa unachoweka nacho meza hauwezi kujipangusa nacho kwa uso. Tuko pamoja? Bwana Yesu asifiwe. So Mungu atusaidie sana na Mungu atutetee. Haleluya. Neno limesema ya kwamba vingine vina heshima na vingine havina heshima. Je, analyze yourself. Jipatie marks. Fanya quotation. Uangalie na ujiulize, hivi mimi nimepewa heshima kweli? Kazi yenye ninaifanya inaheshimiwa kweli? Bwana Yesu asifiwe. Kazi yenye ninafanya ndani ya kanisa inajulikana? Haleluya. Ukipata haijulikani, tia bidii. Haleluya. Ukipata hiyo kazi unayoifanya ndani ya kanisa haijulikani, tia bidii sana. Mwambie Mungu, nisaidie niweze kuwa chombo cha heshima. Utakuwa chombo cha heshima namna gani? Ni kujitakasa na kutekwa na ulimwengu. Haleluya. Ikiwa umejitakasa na kujitenga na ulimwengu,
basi utakuwa chombo cha heshima kinachopendwa na Bwana wake, ambacho kinatumika kwa mambo ya heshima. Haleluya. Na mtu asikudanganye. Amen, amen. Kujitakasa. Haleluya. Ukijitakasa napendwa na nani? Na Bwana wako, na utatumika kwa mambo ya heshima sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So ninatamani tuwe vyombo vya heshima. Haleluya. Natamani tuwe vyombo vya heshima. Natamani wewe uwe chombo cha heshima. Natamani kila mtu yoyote yule awe chombo cha heshima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukiwa chombo cha heshima utapendwa na Bwana wako, utatumika kwa kazi yote nzuri. Haleluya. Amen, amen. Mwambie mwenzako, natamani kuwa chombo cha heshima. Tena muguse, tena mwambie. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watu wasikupite tu, usiwe mtu mwenye haujulikani kanisani. Hapana, bali ufanye nini? Ujulikane, utambulike. Haleluya. Watu wa heshima wanapoitwa, na wao ujipate wapi? Miongoni mwao, kwa sababu kazi na ambayo unaifanya inafanya nini? Inajulikana na inaonekana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kuna vitu mingi sana ambavyo mtu anaweza kufanya, lakini nataka nikwambie usitamani kuwa chombo cha udongo, sababu udongo ikiangushwa chini, Bwana Yesu asifiwe, inavunjika. Usitamani kuwa chombo cha mti. Haleluya. Kwa sababu mti ukiwekwa moto unafanya nini? Unachomeka. Bwana Yesu asifiwe. Tamani kuwa fedha, tamani kuwa dhahabu. Bwana Yesu asifiwe. Dhahabu inapopita kwenye moto ndipo inang'ara zaidi na zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Tamani kuwa dhahabu sana tena sana. Amen, amen. Wewe mwenyewe jiangalie, utamani sana kuwa dhahabu ili ukaweza kumpendeza nani? Mungu. Chombo ambacho sio dhahabu kikipita katika moto kinateketea. Bwana Yesu asifiwe. Udongo unapopita kwenye moto unapasuka. Haleluya. Amen, amen. Mti unapopita kwenye moto unateketea, inawaka, inachomeka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini dhahabu inapopita kwenye moto inafanya nini? Inang'aa. Haleluya. Majaribu yakikuja yakupate, wewe sio nani? Wewe sio dhahabu, tutakusahau na kanisani. Haleluya, haleluya. Kuna watu wengi sana ambao majaribu yamewarudisha nyuma, sababu hawakukuwa nini? Hawakukuwa dhahabu. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa mpaka siku ya leo wewe uko ndani ya kanisa, wewe ni dhahabu. Sababu yaliyopita ni mengi na anayoendelea kupita ni mengi, lakini wewe umesema liwao na liwe, kama ni kuchomeka nitachomeka, lakini kanisani sitoki ngo. Bwana Yesu asifiwe. So Mungu atusaidie sana. Amina. Na Mungu atutetee na kututetea sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen.